mtakatifu. Thank you, Jesus. Worship Baba yetu. Exalt your holy name. Hakuna mwingine kama wewe. Tunalibariki jina lako, tunalitukuza jina lako, tunakuabudu asubuhi ya leo, tunakuinua Jehova Mungu. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwenye zako, hakuna mwenye kibali, hakuna mwenye uwezo. Wewe tunalinua jina lako, tunalitukuza jina lako. Wewe unatosha, jina lako limeinuliwa juu ya majina yote. Umetukuzwa zaidi ya miungu yote, umetukuzwa zaidi ya falme zote. Hakika tunakusifu Baba, tunakuabudu asubuhi ya leo, tunakutukuza Jehova. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Asante Yesu, asante mfalme wa amani. Wewe ni kimbilio letu, wewe ni tegemeo letu asubuhi. Tunalia kama wewe, kuabudiwa ni wewe. Pokea sifa na utukufu, pokea heshima zote. Hakuna kama wewe ni Mungu. Kama wewe Yesu, kama wewe mtakatifu, sana wewe, tutamalizana wewe kwa ajili ya upendo wako. Wewe ni Mungu mwenye enzi, pokea sifa na utukufu. Asante, asante Yesu, maana umetushughulikia Yesu. Umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Tunasema asante. Asante Yesu. Haleluya, haleluya. Tunakuinua leo. Neema zako, uwepo wako milele yote, nguvu zako. tunakuinua leo. Pamoja nasi. Ukatukuzwe Jehova. Ukainuliwe Twakuinua Bwana, twakuinua Yesu, Haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana, twakuinua. Haleluya Jehova. Twakuinua Bwana, mfalme mkuu. Twakuinua Bwana, twakuinua Yesu, twakuinua Bwana, mfalme mkuu.
mankoshi, wewe ni mukama wa makama, wewe ni mwami wa bami, wewe ni monene wa nene, wewe ni Igwe, wewe ni Eze, wewe ni Yesu. Tunalinua jina lako, tunalitukuza jina lako, tunalibarikisha jina lako milele yote. Wewe ni Mungu, milele yote wewe ni Baba. Nani wa kulinganisha na wewe? Nani wa kuchukua nafasi yako? Hakuna atakayechukua nafasi yako. Wewe unabaki kuwa Mungu milele yote, unabaki kuwa Mungu. Tunakupenda, tunakuabudu, tunakutukuza, tunalibariki jina lako. Tunasema wewe ni Baba, hakuna kama wewe. Utukuzwe Jehova, uinuliwe Jehova, upewe sifa Jehova milele yote, milele yote. Wewe Baba yetu, tunalitukuza jina lako, tunaliabudu jina lako, tunaliinua jina lako, tunakuinua zaidi Jehova, tunakuinua zaidi Jehova, tunakuinua zaidi Jehova, tunakubariki Mfalme. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Utukuzwe milele yote. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Tunakutukuza, tunakuinua, tunakubariki. Thank you Jesus, thank you Lord. Wari Yesu, 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 wari
Yes, Lord. Uko hapa Baba, uko hapa asubuhi ya leo, uko hapa mchana wa leo, uko hapa siku ya leo, majira haya uko hapa, katika mwezi huu uko hapa, katika mwaka huu uko mahali hapa, katika shida zetu uko hapa, katika mahangaiko yetu uko hapa, katika magonjwa yetu uko hapa. Yesu uko hapa, uko hapa Yesu, uko hapa Yesu, Yesu uko hapa, Yesu uko hapa, Yesu wewe uko hapa, Yesu wewe uko hapa, uko hapa Yesu, uko hapa Yesu, uko hapa Yesu siku ya leo, siku ya leo uko hapa. Hudumia watoto wako, hudumia kanisa lako, hudumia taifa lako, hudumia Wakenya, hudumia ulimwengu wote. Tuguze Baba, utusaidie, tuguze Yesu, utuponye, tuguze Mfalme, tuone ukuu wako, tuseme wewe ni Baba, tuseme wewe ni Mungu pamoja nasi. Uko hapa, uko hapa Yesu, uko hapa Yesu, na sisi ni watoto wako, sisi tunakupenda, sisi tunakupenda Yesu, sisi tunakupenda, tunakupenda Baba, wewe unaweza, wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe, unaweza Baba. Umetukuka siku ya leo, tupokee sifa na utukufu wote ni zako. Yes, wewe unaweza, hakuna kama wewe Bwana, unaweza Yesu, na sisi ni watoto wako, tunakupenda. Asante Baba, unastahili mtakatifu. Siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi. Siku zote niwe, siku zote niwe
zote niwe karibu na wewe Bwana, karibu zaidi. Mwambie Bwana siku zote niwe, siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi, Mungu wangu. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Your word says, draw near to me and I will draw near to you. Baba, tunatamani kusonga karibu na wewe siku zote. Tunatamani kukaa na wewe siku zote. Tunatamani kutembea na wewe siku zote. Hata tukiwa mashakani, tunatamani tuwe pamoja na wewe. Tulalapo vitandani mwetu, tunatamani tuwe pamoja na wewe. Tuendapo katika kazi zetu, tuenende pamoja na wewe. Tufanyapo kazi zetu, tufanye pamoja na wewe. Tunapotembea katika njia zetu, tutembee pamoja na wewe. Yote ambayo tunafanya, tufanye pamoja na wewe. Asubuhi ya leo, hilo ni ombi la mioyo yetu. Baba, tuwe karibu na wewe. Asubuhi ya siku ya leo, katika mwezi huu, katika mwaka huu, ni ombi la mioyo yetu Baba, kwamba tutaenenda pamoja na wewe, kwamba tutakuwa karibu na wewe, kwamba tutasimama pamoja na wewe, tutasimama tukitenda kazi yako. Jehova, tutie nguvu. Jehova, tusaidie. Tunajua haitakuwa rahisi vile, kwa sababu kuna mambo yanatusonga, kuna mambo yanatuvuta nyuma, kuna mambo yanatulegeza, lakini Baba, tunatamani na tunajitahidi kwamba Jehova, tuendelee kukaa pamoja na wewe, tuendelee kuwa pamoja na wewe, tuendelee kusimama na wewe. Yesu, simama nasi Baba, maana wewe ni Mungu wetu. Simama nasi Jehova, maana wewe ni Mungu wetu. Usituache wala kutupungukia, usituache wala kwenda mbali nasi. Yesu, tusaidie. Yesu, tutetee. Yesu, tupiganie. Yesu, tusimamishe. Wewe ni nguvu zetu, wewe ni rehema zetu, wewe ni msaada kwetu, wewe ni kibali kwetu, wewe ni ngao yetu. Enenda nasi Baba, enenda nasi Yesu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hatuwezi bila uwepo wako, hatuwezi bila nguvu zako, hatuwezi bila msaada wako, hatuwezi bila kushikwa mkono na wewe, hatuwezi bila kutiwa nguvu na wewe. Tunaomba Yesu anene pamoja nasi katika mwaka huu, katika safari hii ambayo tumeianza Baba, siku 17 katika mwaka mpya. Enenda nasi Baba, enenda nasi Baba, enenda nasi Baba, enenda nasi Jehova. Enenda nasi Baba. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, jina lenye uwezo, jina lenye mamlaka, tunakushukuru, tunakuabudu. Asante Mfalme. Tumeomba mbele zako, tumelia mbele zako, tumekiri mbele zako kwamba katika mwaka huu tunatamani kuwa pamoja na wewe, tunatamani kuwa karibu na wewe, tunatamani kuwa na wewe zaidi. Baba, tumekuita kwenye madhabahu haya, na wewe ni Mungu unayeitikia, wewe ni Mungu unayejibu. You are the Lord who hears and answers our prayers. And this morning in your presence, Lord, we decree that we want to be closer to you. We want to be nearer to you. We want to be nearer thy feet, Lord, where we shall find grace, where we shall find mercy, where we shall find strength, when we shall find help in times of need. Lord, we worship you because of the service that is ahead of us. Thank you because of your glory that is in the house that has filled this place. We thank you for your presence that is dwelling with us today and all the day
praise in this year, Lord. We thank you because of your faithfulness, and we know that, Father, you are taking us higher and higher for your glory. Thank you, Lord. Thank you, Jehovah. Hallelujah, hallelujah. We have just given our worships to you. We don't know how to worship you better. We don't know how to do it better. But we pray that, Father, receive our praises, receive our worship, receive the sacrifice of our hearts. In the name of Jesus Christ. And even today, Lord, as we are ready to listen to your word, we pray that you speak to us in a mightier way. Thank you for the fresh anointing that you have released on your servant. Thank you for the revelation. Thank you for the word. Thank you, Lord, for the fluency and the eloquence that you are giving unto him as he ministers to us. Let him minister to our hearts. Let him minister to our troubles and problems. Let him minister to our lives, and let your name be glorified because you are mighty God. Thank you for other services that are ahead of us. I pray that, Father, you are manifesting your power, you are manifesting your glory, you are manifesting your grace. Receive glory, receive honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Tupigie Bwana Yesu makofi kwa wema wake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Namshukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ambaye Bwana ametupatia kuwa katika nyumba yake katika ibada ya siku ya leo. Hivyo mahali popote pale ulipo, Bwana ameweza kukupa nafasi kutusikiza, kututazama kupitia ibada yetu. Kipindi ambayo kimeweza kupita ni kipindi cha praise and worship, na kweli Bwana ameweza kutuzungumzia kwa uweza wake na kwa nguvu zake. Hivyo nakukaribisha mtu wa Mungu uliye karibu na mbali katika siku ya leo, na naamini kwamba Bwana anaenda kukutembelea, Bwana anaenda kuguza maisha yako, Bwana anaenda kukutana pamoja na mahitaji yako katika ibada yetu ya asubuhi ya leo. Bwana anaenda kukuponya magonjwa yako yote. Bwana anaenda kukuinua mara nyingine katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hivyo Bwana akaweze kwa pamoja nawe katika ibada yetu. Maana tunajua kila jambo linatendeka kwa wema kwa wale wampendao Bwana. Na katika siku ya leo Bwana amekupali tukaweze kuwa katika nyumba yake. Na naamini kabisa Mungu hawezi kufanya tukutane hivi asisungumuse pamoja nasi. Mungu ni Mungu wa kusungumuza na watu wake. Mara ndani ya Biblia tunampata akiambia Musa, hebu waambie Waisraeli wakusanyike pamoja, niko na jambo na wao. Na anapokutana pamoja na watu wake anawazungumzia maneno ambayo yanabadilisha maisha yao. Hivyo kwa sababu siku ya leo ni siku ya ibada, na vile tumeweza kujua kwamba Mungu huzungumza na watu wake, Mungu anaenda kukuzungumzia katika jina la Yesu Kristo. Walio na mateso mbalimbali Bwana atawazungumzia na mtapata amani. Wale wengine ni wagonjwa, Bwana atawaponya magonjwa yenu katika jina la Yesu. Hivyo unapotutegea, tafadhali ukaweze kuwa na imani. Maana imani itafanya ukaweze kupokea kile ambayo mtu wa kawaida hawezi kupata. Hivyo Bwana akubariki mtu wa Mungu, na Bwana aweze kusimama pamoja na wewe katika ibada ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Nataka niweze kwenda kuingia katika neno la Bwana katika kila kitabu cha Ayubu ama Job. Ayubu mlango wa 27. Tasoma mistari midaje ili tuweze kubarikiwa pamoja. Naanzia mstari wa kwanza, Job chapter number
27 verse 1 Ayubu 27 na nitasoma mpaka mstari wa 6. nasome goika isana nemo. Biblia inasema hivi katika lugha ya Kiingereza, Authorized King James Version. Nasema, moreover, Job continued his parable and said, as God liveth, who had taken away my judgment, and the Almighty, who had vexed my soul, all the while my breath is in me, and the Spirit of God is in my nostrils, my lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. God forbid that I should justify you till I die. I will not remove mine integrity from me. Verse 6, my righteousness I hold fast, and will not let it go. My heart shall not reproach me so long as I live. Nitajia hapa kwa sasa. Hebu soma katika lugha ya Ekigusi. Ayubu 27 guchakira yemo. Ayubu akagenderera gukwana emirabaro yaye akabura. Ekene buna Nyasaye moyo oyo ongurire ebyantungetie. Nabuna omonguru aire omoyone oboruru. Naende omoika bwo moyo ogendererete ko baimeyane. Na omoika onyasaye orase chimioro chiane. Omonuone togo kwana ayatali aboronge. Osoro memerwane ayobo ngainereria. Abe ale korwa sende kubabaranga n'abanyamuronge mure. Goikogo kwane ningenderere gotebanga tindi nokomocha. Nimbwaterere bokongu oboronge bwane tinkubotiga. Enkoro yane tekongambia amatuko ande inde moyo. Nalilingana lenye saa. Amen. Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, mfalme wa wafalme, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nimesimama katika madhabahuni pako kunena neno lako. Watu wako walio karibu na mbali wananisikiza katika asubuhi ya leo. Naomba neno hili kutoka kwa madhabahu haya likaweze kuendea mahali walipo, ukutane pamoja na mioyo yao. Bwana, neno hili likaweze kuwa ni chemchemi ya maji ya uzima ambayo itaondoa kila aina ya kiu ndani ya maisha ya mtu. Jina la Baba liweze kuinuliwa na jina la Baba liweze kutukuzwa. Tusungumzie kwa kuwa wewe ni Mungu unayezungumza na watu wako. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. 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 So mahali tumesoma, asetu asomire. Mnajua sana historia ya huyu Ayubu ambaye tumesoma maneno yake. Momanyete mono omogano bwa Ayubu oyo tuasomira mangana. Biblia inasema kwamba yeye alikuwa ni mtu mwenye haki. Biblia yotebangera ni galengo monto munyaborongo. Aliyempendeza Bwana katika mwenendo wake. Oyo Nyasaye nchete soro gendo rwaye. Ni mtu mmoja ambaye alikuwa na sifa zake katika inji ya kwao. No monto manyekanete asense yabo. Na alikuwa ni mtu tajiri sana, alikuwa na mali ya kila njia, ngamia na vitu vingine vile ambavyo alikuwa navyo. Nigalengo monto bwata mali amanga asense asebiri byonsi bye byabwa. Mungu alimbariki akawa na watoto wa kiume na wa kike pia. Nyasaye akamosese ni akabana abana baiseke na bamura. Alikuwa na mke pia ambaye ni mke wake mpendwa aliyopata watoto na yeye. Na bwate no mukungu oyo mwanchwa olibanyoleta abana nabo. So Biblia inasema kwamba siku moja Biblia kotabanga litukelimo. Shetani alikuwa anapita hapa na pale. Litukelimo Shetani gale kuna goeta igana alia. Mungu akajaribu kumuulizia kwamba je, umekutana na mtumishi wangu Ayubu? Nyasaye akamubolinga kwa kumera nile no musombo na Ayubu. Na alipomuuliza hivyo akamwambia ndio nimekutana naye, lakini ulinzi wako uko juu ya maisha yake. Akamwambia etu umera nile naye lakini uko ubolendi bwao niko bara sobogi. Na umembariki na baraka nyingi, ndio sababu anakutumainia na ndio sababu ameweka imani yake
kwako sana. Mungu akamwambia kwamba yule ni mtu ambaye ninayemwamini, yule ni mtu aliye mtu wa moyo wangu. Kwa hivyo akamwambia kwamba nende na ukaweze kumjaribu, lakini usiguze moyo wake. Na alienda akajaribu Ayubu, akajaribiwa katika mambo mengi. Akapoteza vitu vyote alivyokuwa navyo. Akapoteza watoto wake. Akapoteza pia na afya yake mwenyewe. Akapoteza marafiki zake. Watu waliokuwa wa karibu na yeye wakaweza kumwacha. Lakini bado Ayubu akawa anaendelea kumtumikia na kumtumainia Mwenyezi Mungu. So mahali ambapo nimesoma kuna mambo 7 Ayubu ameweza kuyataja mahali hapo. Na hayo mambo 7 ndio ninaenda kuyazungumzia katika ibada ya leo. Na haya ni maneno ambayo yanastahili mtu wa Mungu ambaye ameokoka anastahili kuwa nayo katika maisha yake. Ulimwengu tunayoishi iko na mambo mengi. Tuko na marafiki kipindi kingine wanaweza kutuaja. Lakini hiyo sio sababu ya kuaja kumtumikia Mwenyezi Mungu. Katika ulimwengu tuko na kuna vitu vingi ambavyo tunakutana navyo. Unaweza kuwa labda uko na mali yameisha, lakini hiyo haiwezi kuwa sababu ya kutomtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtu wa Mungu Ayubu anasema mambo haya 7. Anasema kama mimi niko hai na kama ninapumua na kama bado ninaweza kupumua, ninaweza kutembea, kuna mambo siwezi nikaweza kufanya. Kwa hivyo akasema number 1, na inapatikana katika mstari wa 4. Hiyo ndio jambo la kwanza aliweza kuzungumza. 7-fold statement of integrity. Jambo la kwanza akasema my lips shall not speak wickedness. Siwezi nikaongea mambo ya ubaya, mambo ya dhambi. Siwezi kunena kutoka kwa kinywa changu mambo ambayo hayampatii Mungu utukufu. Siku hizi tunapoendelea katika maisha haya, ulimwengu umeweza kuchanganyika katika mambo mengi. Watu wa kanisa, wasio wa kanisa, wanasiasa, wasomi, na watu wa kila njia wamezoea kuzungumza mambo ambayo sio haki mbele za Mungu kutoka kwa vinywa vyao. Lakini Ayubu akasema hivi, mimi nikiwa hai, nikiwa ninapumua, sitaongea dhambi kutoka kwa kinywa changu, ama mambo maovu kutoka kwa kinywa changu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, ninazungumza hivi unayenisikiza katika asubuhi ya leo, kwa mamlaka na uwezo Bwana amenipatia kusimama mbele yako katika asubuhi hii. Wewe mtu wa Mungu,
ambaye unaitwa kwa jina la Yesu, ambaye umeokoka, umemtumainia Bwana Yesu, wacha mambo ya uovu yakaondoke katika kinywa chako, na ni kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ninataka niweze kurudia tena, tumeishi katika nchi ambayo iko na mambo mengi. Watu wanaunda propaganda nyingi, watu wanasema mambo ya uongo, wanayafanya yanakuwa ni kama ni kweli. Wewe mtu wa Mungu ambaye umeokoka, umemjua Kristo Yesu kuwa Mwokozi katika maisha yako, wewe ambaye unayemjua Kristo, waje useme kama vile Ayubu alisema, siku zote za maisha yangu sitaongea uovu kutoka kwa kinywa changu, katika jina la Yesu. Hata kama itabidi ukataliwe, hata kama itabidi uweze kukataliwa, simama katika kweli, sema haki kwa jina la Yesu. Hata kama utapingwa namna gani, sema ukweli na ukweli utakuweka huru, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ayubu akasema, siku zote za maisha yangu mimi ambaye ninayopumua, mimi ambaye ninayemjua Yesu, mimi ambaye ninayemjua Mungu, sitaongea uovu kutoka kwa kinywa changu, katika jina la Yesu. Hata kama watakunyima chakula wakunyime, lakini useme ukweli. Hata kama utapewa mamlaka usipewe, lakini usimame katika ukweli. Hata kama watakupinga wakupinge, lakini usimame katika haki ya Bwana na Mungu aliye hai, mtetezi wa watu wake, anayetetea wenye haki, hata kosa kukutetea, katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili aliweza kuzungumza, I will not utter deceit. Sitaongea hiyo bado ni hiyo. Siwezi kuongea uongo. Siwezi kuongea uongo. Siwezi kuongea uongo. Nisiyoyajua siyajui. Nisiyoyajua siyajui. Nitasimama katika ukweli. Nitatembea katika ukweli. Nitafanya ukweli siku zote za maisha yangu. Hatubadilishi statement, tunabaki kusema hivi. Akasema nitasimama na siwezi kuongea uongo kutoka kwa kinywa changu. Mungu amechoka na watu wa uongo, amechoka na watu wa kudanganya, amechoka na watu wa kupandika maneno. Wakati umefika na majira ndiyo haya, wanaoitwa kwa jina la Bwana waweze kusema ukweli, uongo ukaenda mbali, watu wa Mungu wakasimame, waweze kumwona Bwana akiwatendea, katika jina la Yesu. Ayubu anapozungumza mambo haya, watoto wake wote wamekufa. Anapozungumza maneno haya, ngamia zake zote zimekufa. Anapozungumza maneno haya, mke wake yako kinyume na yeye. Anapozungumza maneno haya, marafiki zake wamemkataa, lakini bado akiwa katika jini amelala, anasema siwezi, siwezi kuzungumza uongo kutoka kwa kinywa changu. Haleluya. Siwezi. Akiwa amelala chini, hana msaidizi, kila kitu kimeenda, marafiki wamemwacha, lakini bado anasema siwezi kuzungumza uongo kutoka kwa kinywa changu. Watu wengi
tunalemewa, wakati tumepatwa na mateso, wakati tumepatwa na hali ngumu, inabidi tuongee uchanja, inabidi tuweze kuongea uongo, ndio tuweze kupitia situation hiyo. Ayubu anakataa, anasema mtu wa Mungu, kama unataka kuenda mbali, kama unataka utembee pamoja na Mungu, kama unataka Mungu akurejeshe mambo yako double, mwaka huu wa 2021 weka uongo kando kwa jina la Yesu Kristo. Utembee katika haki ya Bwana, na Bwana anaenda kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu Ayubu anasema ambayo inabidi uweze kuwa nayo, God forbid that I justify you in your condemnation of me as a sinner. Yani anasema hivi, Mungu na akaweze, sio kama kisi tunaweza kusema na maana gani? Hebu soma hiyo, soma verse 5. Abe ale korwa sende ya kobabaranga n'abanyamuronge mule, nisije nikawahesabu nyinyi kama wenye haki. Timba sako babaranga inu n'abanyamuronge. Hello. Yes. Bwana asifiwe. Kuna watu wanaweza kuhesabiwa wenye haki na sio wenye haki, kwa sababu wameleta chakula watu wamekula, kwa sababu watu wameleta chai umekunywa, kwa sababu watu wanatoa vitu vyao ili uweze kuhesabu kwamba wao ni wenye haki. Nataka kusema hivi, Ayubu anasema niwekwe kando, mimi nisihesabiwe. Kwa hiyo kuita wenye dhambi wenye haki, kuita wenye dhambi eti wao ni wenye haki, anasema mimi nisihesabiwe. Kwa hiyo Mungu akaweze kunisuhia, Mungu aniweke kando, Mungu anitenge na wao, ili nisije nikahesabiwa na wao, ama mimi nikaweze kuwahesabu wao wenye haki, katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie hivi, mtu wa Mungu, kipindi imefika na wakati ndio huu, Mungu akachuje marafiki zako wa uongo, wanaokutanganya kwamba mko pamoja, akuunganishe na watu ambao ni wenye haki, watakusukuma wakuweze kukuingisha watu mulio sawa na maono yao, ili uweze kuingia mahali Bwana anahitaji ukafike, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakuondolea akina Judasi, watu wa kukupusu, watu wanakuambia tuko pamoja, lakini ndani ya mioyo yao wako mbali na wewe. Mungu akaondoa akina Delila, watu mnaweza kukaa na wao miaka na miaka, unafikiria kwamba muko pamoja, lakini kumbe wametumwa wakupeleleze. Ninaomba wakuondoke katika jina la Yesu wa Nazareti. Wewe sio wakumaliziwa hapa, wewe lazima uweze kutoboa kwa uwezo na mamlaka ya Bwana, na Mungu asimame pamoja na wewe, na Mungu akakupiganie katika jina la Yesu. Wenye dhambi hata kama watakuwa 1000, hata kama watakuwa 1000, wako kinyume na wewe, uko peke yako. Wewe simama na Mungu, wewe simama na Mungu kwa
jina la Yesu Kristo. Yani nataka kusema hivi, watu wengi wenye dhambi hawawezi kugeuza msimamo wako wewe mwenye haki, kwa sababu uko mmoja. Simama imara katika jina la Yesu Kristo. Ayubu akasema jambo la 4, I will not remove my integrity until I die. Hiyo inapatikana katika mstari wa 6. Okay, verse 5 ukimalizia inasema aje? 5 ukimalizia pale chini. Yani hadi kufa kwangu nitashikilia sana haki yangu until I die. Bwana asifiwe. Amen. Yani unasema, unajua nataka uangalie Ayubu. Hako katika hali ya watu wanapoangalia wanaona kwamba sio mtu tena ambaye anastahili kuwa na tumaini. Watu wanangojea wasikie nduru kutoka kwa Ayubu, maana amegonjeka siku nyingi mpaka amelala chini. Akigeuka hivi nyama ngozi inapaki kwa mattress. Paka mke wake anamwambia tukana Mungu Bwana, lakini bado akiwa chini anapumua. Anasema hadi kifo siwezi kuacha haki yangu, hadi kifo siwezi kuacha, hata kama mwili huu hata kama mwili huu unaweza kuharibika, hata kama mwili huu unaweza kunuka, lakini bado nitasimama kwa Mungu. Siwezi kuacha haki yangu, nitashikilia sana kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, hata kama watu wanakuhesabu kwamba umeisha, hautaamuka tena. Wamejua kwamba wewe huwezi kuamuka, mambo yako yameisha. Wameweza kuamua akasema kwamba hata biashara zako haziwezi kusimama tena. Wakasema ndoa yako haiwezi kusimama. Yale mapito mazito unayoyapitia, wakasema huyu hataamuka tena. Nimekuja nikwambia hivi, bado kuna tumaini. Utakapomtumainia Jehova Mungu, yeye atakuinua mara nyingine. Watakuona ukiwa juu, watakuona ukiwa umepona. Watakuona tena ukiwa unasonga mbele kwa uwezo wa Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti. Jambo la 5, Ayubu anasema I will hold fast my righteousness. Hiyo ni mstari wa 6. Nitasika sana haki yangu. Halo? Yes. Anasema nitasika sana. Siwezi kuajiria haki yangu, siwezi kuajiria. Nitashika sana, nitasimama na hiyo. Siwezi kuajiria. Licha ya kupigwa hapa na pale, licha ya kukataliwa na marafiki, licha ya kukataliwa na familia, licha ya kukataliwa na hata na wachungaji, licha ya kukataliwa na watu wa karibu na wewe, anasema bado nitashikilia. Shikilia mtu wa Mungu. Haujaitwa na mwanadamu. Aliyekuita ni mkuu kuliko wale wanaokupinga. Aliyekuita ni mkuu kuliko yule ameweka kipawa ndani yako.
aliyekuita ni mkuu, atakupigania. Anasema nitasika sana haki yangu sitaiachilia iende, kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, shikilia sana haki yako. Najua kuna watu walikuwa wenye haki sababu ya mambo mengi wamepitia, sababu ya kule kusukumwa katika hapa na pale, wameruhusu hapa na pale, mpaka wameamua kuachilia, wamesema waje huo wokovu ukae. Kama hii ndio inafanya ndoa yangu iharibike, kama wokovu ndio unafanya niweze kukataliwa na watu hivi, waje wokovu ukae. Sio wakati wokovu ukae, ni wakati ushikilie imani yako na Mungu mwaminifu anayepigania watu wake atakupigania katika mambo yote, na hiyo inawezekana katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana kwa uwezo wa Bwana, na Bwana anaenda kukutetea na kukupigania katika njia zote kwa jina la Yesu. Number 6 anasema hivi, I will not let it go. I will not let it go. Hata iajilia. Hawezi kuajilia haki yake. Hawezi kuajilia. Anasema nitashikilia sana haki yangu, nitashikilia. Kuna kipindi unatembea katika roho, lakini watu wanakuambia kwamba wewe sio mtu uko ndani ya roho. Kuna kipindi unafanya mapenzi ya Mungu, watu wanakufunja moyo, wanakwambia wewe unajifanya tu. Kuna kipindi unataka mpendeze Mungu, wanadamu wanakuambia hakuna kitu umefanya. Kuna kipindi umekitolea kabisa hata katika nyumba ya Bwana, lakini unatarajia kuambiwa pongezi. Hakuna mtu anasema. Usiajilie, shika sana imani yako kwa jina la Yesu. Utembee chini ya uweza wa Mungu, na Mungu muweza, Mungu mwaminifu atakusimamisha na kukutendea kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo anasema akiwa amelala chini, akiwa amelala chini hana rafiki, akiwa amelala chini hana mtu wa kumpatia courage. Hakuna mtu wa kumwambia kwamba Ayubu sijali, haya yatapita tu. Marafiki wote wamesonga mbali, yeye akajipa moyo mwenyewe, akasema nitasika sana. Halo, nataka nikwambie hivi, kuna kipindi watu wanakupa moyo, na kuna kipindi kingine utatarajia usikie watu wakikupa moyo wasikupe moyo. Kama hawakupatii moyo, jipe mwenyewe kwa jina la Yesu wa Nazareti. Watu unaweza kuwa okay. Wacha niseme hivi, watu wanaweza kukupa moyo kwa sababu ya mambo unayowaambia yanapendeza mioyo yao. Unawaambia taarifa za kwao, yale mambo ya kuwainua, lakini wakati unaenda kugusa mambo ya kuwarekebisha na mambo ya kuambia vile inastahili kuwa katika mambo ya ufalme, wanaweza kukosa kukupa moyo. Nataka nikwambie hivi, wakikataa kukupa moyo, jipe moyo mwenyewe. Halo, wakikataa, ukisikiza sana, ukingojea kutoka kwao, wakati umefanya kitu nataka usikie pongezi,
unangojea hakuna mtu anaongea, na unajua umefanya vizuri, na unajua ni nani umemfanyia. Jipongeze. Ambia moyo wako, moyo wangu jipe moyo. Mbele ninaenda, siajili haki yangu kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu professionals, kuna watu wako na ujuzi ya miaka na miaka, wanaweza kukuvunja moyo usiendelee. Wakati unasikiza sauti ya Mungu, wanasema hiyo ni sauti yako. Wakati unajaribu kuweka kipawa chako, wanasema hakuna kitu hapo. Hata kama watasema hivyo, na unajua unamtumikia Mungu na moyo wako uko sawa na Mungu, wewe songa mbele katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Halo, kuna watu wengi sana wamekufa. Kuna watu wengi sana wamevunjika moyo kwa sababu walikuwa na moyo wa kufanya kazi ya Bwana. Walikuwa na moyo wa kufanya kazi ya Bwana, alafu ikawa hawana mtu wa kuwatia moyo, mtu wa kuwa support. Hata kama hawakuwa waimbaji wazuri, wanaimba tu, unasikia ni kama sauti zingine ambazo hauelewi zinatoka wapi na zinaenda wapi. Lakini unampongeza tu, umejaribu leo. Umejaribu na unaweza kufanya vizuri zaidi ya hapa. Na wewe kunyara gukora buyabu. Kwa nyama ndatangiye kabana kwa terengende. Ndio ikanye se mike. Aseri yetali ya Yesu obugwe. Halo. Lazima tuwe na watu wa kuinua wengine. Hata kama sijahubiri vizuri, unaniambia kwamba pastor umejaribu leo. Tunakuombea Mungu akupe tena. Tindarandi buyango moyo nga pastor la gwatamire rero. Hata kama unasikia hakuna kitu umesikia. Sema pastor leo. Asifiwe Bwana Yesu. Nani akakwambia? Nani akakuweka uwe mkaguzi wa vipawa kanisani? Nasema fulani hana roho, akiimba sizibarikizi. Si kama ninabarikiwa. Yani fulani akiimba hivi, hiyo sielewi kama iko namna gani. Hana nanifanya ninapoeka sana. Wewe umefanya nini uweze kuondoa hiyo kupoeka? Hello. Bwana asifiwe. Tusiwe watu wa kuchaji wengine. Wewe sio interpreter. Huwezi kuinterpret. Lakini mwingine akiinterpret hapa, unasema pale ameharibu, Usije basi ufanye. Bwana asifiwe. So Ayubu akiwa katika ile hali ya melala chini, ameishiwa, anasema sitaajilia haki yangu yeye. Tashikilia sana katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu asubuhi ya leo, nataka nikwambie kwamba shikilia sana kile Mungu ameweka ndani yako, maana maadui wanataka watoe. Lakini utakaposhikilia sana kile Jehova Mungu ameweka katika maisha yako, basi kitakufanya uweze kuona kesho yako, kitakufanya uweze kufurahia maisha yako ya mbeleni. Kile Mungu ameweka ndani yako utakaposhikilia, kitasababisha milango ya chuma kufunguka, kitasababisha uende kuona baraka zako zile ambazo haukuwa unafikiria, kwa sababu umeshikilia sana. Amen. Sema siwezi kuiajilia iende.
Amen. Amen. Number 7. Namba isana ibere. Ayubu akasema, Ayubu agateba. my heart shall not reproach me as long as I live. Enkoro yanete kongambia asa matuka ande in the moyo. Ziku zangu zote takapokuwa nimeishi, Ama tu consider atoke imenyete. moyo wangu ama roho yangu haiwezi kanihukumu, Enkoro yanete kongambia. kwa sababu iko sawa na Mungu. Ekiagara igere buyamo na Nyasaye. Bwana asifiwe. Omonene abakwe. Halo, mioyo yetu Emioyo yeito. isije ikatuhukumu. Tebasa kutugambia. Wale watu ambao wameokoka Abantu bali batuleki. wanamjua Mwenyezi Mungu, watu ambao wamejisalimisha kwake, Abantu bali berura sana. wanaotembea katika nuru ya Jehova, Bali bagotara sobora bubwa Yehova. mioyo yetu Emioyo yeito. isije ikatuhukumu Tebasa kutugambia. kwa mambo fulani tunayoyafanya Asamangana getotokokora. kinyume na Mungu, Mamincha ya Nyasaye. lakini tukaweze kuwa tumeshikilia imani, Lakini tobenga tuabwate. tumeshikilia haki yetu, Tobwaterere to. na itatufanya tuweze kuenda mbele katika jina la Yesu Kristo. Aiba akasema, my heart shall not reproach me as long as I live. Nikiwa hai. Kwa wale ambao wamekuja nyuma, naongea mambo 7 ambayo Ayubu aliweza kuyaongea alipokuwa amepoteza kila kitu. Niliwaambia Ayubu alikuwa ni mtu ambaye anamjua Mungu, mtu aliyempendeza Bwana. Na katika kijiji chao alikuwa amesifika kabisa. Aliweza kuwa msaada kwa watu wenye hawakuwa na kitu. Akawa msaidizi kwa wale waliokuwa chini, akawainua juu. Akawa taa ya kumulikia waliokuwa ndani ya giza. Lakini akapata majaribu ambayo yaliweza kumfanya akaenda kwa akarara chini. Kapoteza watoto wake wote. Kapoteza ngamia, ng'ombe. Kapoteza kondoo. Akapoteza afya yake mwenyewe. Akapoteza uhusiano wa ndoa yake, maana mke wake alimkataa. Lakini katika mambo hayo yote haikuwa sababu tosha ya Ayubu kumwacha Mungu. Kwa sababu anasema nikiwa hai, number 1, anasema nikiwa hai, my lips shall not speak wickedness. Siwezi kuongea ubaya ama uovu. Siwezi kuongea uovu kwa sababu nimegonjeka. Siwezi kuongea uovu maana marafiki wameniacha. Siwezi kuongea uovu maana uhusiano wangu pamoja na mke wangu hauko sawa. Siku zote za maisha yangu nitasimama na kuzuia uovu kutoka kwa kinywa changu. Alafu akasema number 2, I will not utter deceit. Siwezi kuongea uongo. Siwezi kuongea uongo kutoka kwa kinywa changu. Alafu akasema God forbid that I justify you in your condemnation of me as a sinner. Yani anasema Mungu akaweze kunisuhia nisije nikawaita nyinyi wenye haki mkiwa wenye dhambi. Hello? Yes. Alafu anasema I will not remove my integrity until I die. Sema mpaka hata kama ni kufa wacha nife, lakini simama katika ukweli na katika haki yangu. I will hold fast my righteousness. Tashikilia sana
Tasikilia sana haki yangu. Nibwate roboronge bwane. Sikilia haki. Nibwate roboronge bwane. Watu wanaweza kukataa haki leo, Abantu nabo bakwanga oboronge. lakini kesho watakubaliana nayo. Kini maambiana bo bagwancherana nabo. Halo. Halo. Wacha nikwambie kitu. Tigango tebie gento. Hatuko mahali huko. Titoliase ole Hauko kupendeza watu. toyorase kogokia abantu. Uko pale kupendeza Mungu. Igoro rase ko magokinya sa. Maana Mungu ndiye amekuweka hapa. Ekiagara nyasaye nero So ukimpendeza Mungu, igekara ko magokia monene. itakuwa rahisi kupendeza wanadamu. Igera abera isi mono kogokia. Lakini watu wengi wanataka kupendeza watu, lakini abantu abange ko batakete kogokia mwanya abantu. na wamekosana na Mungu. Bamanyire kogosana nyasaye. Waja Mungu atusaidie. Tiganya sa hato ko. Unaweza kuwa unanyenyekea kwa pastor. Na bora toke ngai ubweke ati asema. Unafanya vizuri ndio uonekane. Okokora buyaligaro orodakane. Unafanya vizuri ndio utambulike. Okokora buyaligaro umanyekane. Unafanya vizuri ndio watu wajue kwamba fulani yako pale. Okokora buyaligaro umanyekane nganyale bano aralia. Wewe pendeza Mungu kwanza. Aya mogoki nyasaye. Ukipendeza Mungu itakuwa rahisi kupendeza wanadamu. Mogoki nyasaye ne barahisi kogokia. Maana upendo wa Mungu ukiwa ndani yako, Ekiagaro bwancha ni nyasaye. itakuwa rahisi kupenda wanadamu. Igero rahisi kwancha n'abantu. Katika jina la Yesu Kristo. Asaliyo ya Kristo Yesu. Halo. Amen. Hata kama utajaribu kupendeza wanadamu toko banyara. No tema ko kimwanya bantu toko banyara. Utafanyia mwanadamu leo hivi, igoko mokora mwanya bantu lero akupongeze, akupongeze, na kesho anakusengenya. Na ande mami nero gukugamba bobe. Halo. Kuna watu wanapenda kuna watu wako na roho safi ya kununulia watu chakula kwa hoteli. Abantu mbale babwata moyo murabu sasa okugura abantu na agero hoteli. Hoteli anamwambia kuleni mpatie kile anataka. Ali hoteli yako tebinga moekeli hatagete. Ukimpatia leo, kesho ukimpatia siku nyingine ukikosa kumpatia. Kwa mwaleo omwana mambia litukuline kwa batomo. Ukikosa ataambia watu jameni, huyu siku hizi amefirisika, hana kitu. Igako tebia abantu ngama ene omuntu yo lero. Ameishiwa, hana kitu. Obeiro mutakata bwati kende. Ni kwa sababu mmekosa kumnunulia ranchi ya siku moja. Asenge nchokwa bota mogorere ndagera yeli tukeli. Kwa hivyo wanadamu tajaribu kuwapendeza. Igo mwanya bantu na boko tema ko bagokia. Na hautaweza. Na ande tokonyana. Hivyo mpendeze Mungu aliye juu. Ase igo magoki nyasao yole igoro. Yeye anayekupenda wakati uko na kitu. Olio gwancheta karo bwate. Anayekupenda hata wakati hauna kitu. Nonya ndiye tabwati kende. Yeye upendo wake ni wa milele. Ero bwate no bwakale na kale. Amen. Amen. Nimemalizia hapo kwa leo. Na kole ila bwasere. Naomba Bwana akubariki. Na sabire nyumone na agose. Mtu wa Mungu ambaye umeweza kutusikiza. Omonto nyasao oli watotegereire. Kwamba hata kama tunapitia majanga mazito, manonye togwetera mangana makongo. Tusiweze kumwaja Mwenyezi Mungu. Yule ambaye ametuleta umbali huu. Mateso ni ya muda tu. Ayubu alikuwa chini kwa muda mfupi. Lakini baadaye tunamuona akiwa juu. Akiwa amebarikiwa, baraka zimekuwa nyingi. Mali zake zimeongezeka, watoto wake tena ndio hao. Kwa sababu aliweza kushika imani yake sana. Na akamtumainia Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Hivyo na wewe katika hiyo hali unayoipitia, muaminini Bwana ukaweza kusimama katika yeye hadi mwisho. Na Bwana ataenda kusimama na wewe katika jina la Yesu Kristo. Napenda tusimame zote juu. Napenda kupata praise and worship. Alafu baadaye ninaenda kuombea watu hapa katika asubuhi ya leo. Ukiwa pale nyumbani nasikiza unasafiri, nikwambie kwamba inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Wewe usiangalie wanadamu. Wanadamu watakuvunja moyo, lakini utakapomtazama Bwana, Bwana atasimama pamoja na wewe. Na ni katika jina la Yesu. Hivyo praise and worship, weka kitu moja hapo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, na kisha baadaye tunaenda kuomba na Bwana atatubariki. Amen. Baba tunasongea chini ya miguu yako, Baba tunasongea. Baba tunasongea. Baba
tunasongea chini ya miguu yako Baba, tunasongea, 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 Baba, tunasongea, chini ya miguu yako Baba, tunasongea, 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 Baba, tunasongea, tunasongea, chini ya miguu yako Baba, tunasongea, Baba, tunasongea, Baba, tunasongea chini ya miguu yako Baba, tunasongea, tunasongea, Baba, tunasongea, tunasongea chini ya miguu yako Baba, tunasongea, tunasongea, Baba, tunasongea, chini ya miguu yako Baba, tunasongea, tunasongea, chini ya miguu yako Baba, tunasongea, Tunasongea chini ya miguu yako
Tunasongea Baba, wenye uwezo na mamlaka na nguvu zote, pokea utukufu. Wewe ni Mungu, wewe ni mwenye uwezo na mamlaka. Tunakupenda, tunakuenzi. Yahweh ni wewe, Yahweh ni wewe, Yahweh ni wewe Baba. Tumesongea chini ya miguu yako Yahweh, chini ya miguu yako Yahweh, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako mwenye uwezo na mamlaka, mwenye nguvu zote ni wewe Bwana. Chini ya miguu yako, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako Bwana, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako Rejema, chini ya miguu yako tusongea, chini ya miguu yako Bwana tunapata ushindi. Chini ya miguu yako Bwana tunainuliwa tena, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako Rejema. Pokea utukufu na heshima, pokea utukufu na heshima. Unastahili, 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 unastahili mfalme. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Ora basa katekele, Doria makanto baba, leke mekentori baba koseke. Rakabaya Duru Rakaba Kantori Babu Bosoyo Kantori Baba Bebe chini ya miguu yako, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako tusongea. Maria Baba tunapata msaada, Baba tunapata kuinuliwa, Maria Baba Bwana tunapata baraka zako. Chini ya miguu yako Yahweh, pokea utukufu na heshima. Unastahili, unastahili Bwana, unastahili, 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 unastahili Bwana, unastahili mfalme, uliye Alfa na Omega, jiwe la pembeni ni wewe, mwenye uwezo na nguvu zote ni wewe. Umetamaraki, umetamaraki, utukufu wako umejaa ndani ya nyumba hili Bwana. Utukufu wako Baba, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako Bwana, utukufu wako Baba, utukufu wako umejaa ndani ya nyumba hili Baba. Naomba kwamba katika asubuhi ya leo, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako tunapata ushindi. Chini ya miguu yako Bwana tunakubarika katika jina la Yesu wa Nazareti. Kama yule mwanamke aliyekuja akaanguka chini ya miguu yako, hivyo ndivyo na sisi kama Nyamataro na watu wale wote ambao Bwana wanaosikiza habari hii tumeanguka katika chini ya miguu yako, mahali ambapo tunapata msaada wetu, mahali ambapo Bwana tunainuliwa tena, mahali ambapo tena tunahesabiwa wenye haki katika jina la Yesu wa Nazareti. Naombea kila moja Bwana aliye mahali hapa ambaye amesikiza neno hili katika asubuhi ya leo, neema yako ikatutoshe katika asubuhi ya leo.
Bwana, tukiwa tunaendelea kufanya kazi yako, tunaomba utusaidie, tusije tukanena uongo kutoka kwa vinywa vyetu wakati tuko hai. Tunapotembea hapa na pale, tuachane na mambo ya udanganyifu katika jina la Yesu Kristo. Kama vile mtumishi wako Ayubu aliweza kusema atashikilia sana haki yake katika maisha yake akiwa hai, hivyo ndivyo ninaomba katika mchana wa leo. Yeyote anayenisikiza, hata kama anasongwa na nini, hata kama anafinywa namna gani, ukatusaidie tusimame tukaweze kushikilia haki yetu Bwana, hata kifo, katika jina la Yesu Kristo. Natangaza ushindi na baraka juu ya watu wako wanaonisikiza katika asubuhi ya leo, walio na mateso, walio na mambo ambayo Bwana imeweza kuwafunga, wafungue tena katika jina la Yesu wa Nazareti, ili jina lako liweze kuinuliwa na jina lako libarikiwe milele yote. Asante kwa yote na vyote, maana kando yako hakuna Mungu mwingine. Naombea kila moja katika wiki hii wanaposafiri hapa na pale, neema yako ikawaendee. Wanaokuhitaji ukawaonekanie, wanaopisha kwa mlango wako Bwana ukawafungulie. Asante, maana macho yako yataelekea wenye haki na masikio yako yatafunguka kusikiza maombi yetu, ili jina lako liinuliwe na litukuzwe milele yote, maana ni mwema. Tunasema ni asante kwa yote na vyote. Bariki kila moja, inua kila moja, na neema yako ikatutoshe tunaposimama na kuenda mbele. Bwana, ukatusaidie tusije tukaweza kurudishwa nyuma na yale maneno watu wanazungumza kuhusu sisi. Watu wanaponena kinyume, Bwana wa majeshi, tukiwa sawa na wewe, hamna shida, mbele tunaenda. Jina la Baba litukuzwe na jina la Baba liweze kuinuliwa milele yote. Asante kwa yote na vyote. Bariki kila moja aliyepata nafasi kutusikiza, na hata Bwana kututazama kupitia kwa uwezo wako na nguvu zako. Jina lako liinuliwe. Tunapoenda katika ibada zingine, uweze kuwa pamoja nasi, maana ni mwema. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Pigia Bwana Yesu makofi kwa wema wake, maana ni mwema. Amen, amen. Ningependa tuketi tu kidogo kwa jina la Yesu Kristo. Muda wetu umeenda. Ningependa tuende kutoa sadaka zetu. Maana ibada inakamilika tunapotoa. Ibada inakamilika tunapotoa. Hivyo ni vizuri tuweze kutoa, maana Bwana ametupa neema. Unatoa kile Mungu amekubariki nacho. Amen. Amen. Unatoa kwa sababu Mungu amekubariki. Okay. Hautoi ndio uweze kubarikiwa. Unatoa kwa sababu umebarikiwa. Maana huwezi kuwa na kitu kama hujapokea baraka kutoka kwa Bwana. Sawa, unapotoa, unatoa kwa sababu Bwana amekubariki. Wewe ni mbarikiwa wa Mungu. Mungu amekusaidia, uko na kitu unaweza kumtolea kwa kumshukuru kwa sababu ya matendo yake makubwa. Na katika njia hiyo pia unapofanya kazi yake, kwa sababu wewe ni mbarikiwa wa Mungu, anapoangalia ule uaminifu wako, na bado anaendelea kufungulia milango ili uweze kupata zaidi kwa jina la Yesu. Hivyo ni kipindi cha kwenda kutoa sadaka zetu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wabariki sana unapotoa. Okay, kuna wale wengine ambao mko mbali, mngependa kutuma sadaka zenu pamoja na sadaka, na labda ungependa kumshukuru Mungu kwa sababu ya kitu fulani Bwana amekutendea, unaweza kutuma kupitia tili namba 331388. Bwana akubariki sana. Aliyekuwa pamoja nanyi katika ibada ya leo hii ya kwanza ni Reverend Ken Ogaro, mchungaji wa Nyamataro. Bwana wabariki, muwe na wiki njema katika jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Pigia tu Bwana Yesu makofi mazuri kwa sababu ya kutubariki, kwa sababu ya kutenda mambo makuu katika nyumba yake. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye ibada yetu ya kwanza ambayo imekamilika, na kwa dakika zisizo zidi 3 tutakuwa tunaondoka kwenye hekalu hili tukienda kwa sababu ya Sunday schools. Wacha niwape ratiba ya Sunday school vile itakavyokuwa.
class ya ubatizo. Wale ambao wanataka kuingia kwa ubatizo wanaingia katika ofisi ya bishop, watakutana pale na bishop kwa mafundisho. So all participants wa hiyo darasa ya baptism mnaingia kwa bishop's office. All apostles mnaingia boardroom ile iko mbele ya bishop's office. All apostles wanaingia pale. Adult ekegusi wanaenda upper boardroom. Upper boardroom ni kule juu, ile room ya mwisho kabisa, huu mkono wangu wa kushoto, hiyo ndio inaitwa upper boardroom. Alafu adult English kuna upper office kwenye mkono wa kuume kule juu, second floor, kuna room pale, mnaingia pale. Senior CM second floor, upper right side. Hapa ni senior youths wanakuwa hapo. The other CA wanakuwa pale na masomo inaendelea. Discipleship class third floor, kuna viti vimepangwa pale, unaenda juu kabisa, kuna viti pale kwa darasa ya discipleship. Na wale watoto ambao hawako kwa kiwango ya senior youths ama hawako kwa kiwango ya CA wanaenda kwa ile sanctuary ya kule chini kwa sababu ya mafundisho ya Sunday school. Kwa hivyo kwa dakika 2 ambazo zimesalia tutoe sadaka zetu na tuende kwa zile Sunday school classes ambazo tumeambiwa. Mungu awabariki, Mungu awatende mema, Mungu awe pamoja nanyi. Amen. Asante mchungaji wetu Pastor Kelvin Mulonga pamoja na mchungaji ambaye amepita, ambaye ametupatia mahubiri ya siku ya leo. Jina langu ilivyo ada ni Roger Sigichana Maike Kakasungura. Kwa sababu ya wakati, kwa sababu tunataka kwenda katika vipindi vingine, dakika 20 baada ya saa 3 majira ni Afrika Mashariki. Wasikilizaji wetu pamoja na watazamaji mnaotupokea kupitia mitandao na kupitia Radio Sayare, Radio Tukufu, Radio ya Injili, ningependa tu kusoma baadhi ya ujumbe ambazo zimeandikwa pamoja na watazamaji wetu katika mtandao wetu wa Facebook, na kisha baadaye ningatuke mitamboni ili tuendelee na vipindi vinavyofuata. Studio ya kwanza pale ni Evans Makasijeni ambaye atakuwa anashikilia mitambo kuanzia sasa hadi saa 10 jioni tutakapomaliza ibada za siku ya leo. Ikitimia saa 4 majira Afrika Mashariki, tunayo ibada kutoka kanisa la Lutheran Church pale Iterio. Na ewe ni mchungaji ambaye ungependa kuhubiri siku ya Jumapili moja kwa moja kupitia kituo chetu cha Sauti ya Rehema, zungumza pamoja nasi. Iwapo unapata sauti hii, tembelee katika jengo la Hema ghorofa ya 2, ama zungumza pamoja nasi kupitia nambari 0700169444. Vincent Boigo anasema asante, nimebarikiwa sana na watazama moja kwa moja kupitia Facebook. Vincent Nyagetiria na watazama kutoka Texas USA, na zaidi kubarikiwa. Asante. Ogechi Douglas from Oweko na watazama moja kwa moja, asante. Nyakundi Nyatogo tuned live from Nairobi, asante. Mungu azidi kubariki sana. Nadia Afia anasema following, anaitwa Ferdinand Bukumi na watazama moja kwa moja, asante. Mungu azidi kubariki. Jacqueline Mbogani anasema nawapata moja kwa moja. Andrew Ombui Monge anasema nazidi kubarikiwa pamoja siku hii ya leo. Kuna ujumbe mfupi tu hapa na upeleka wapi wa mtandao hapa wa YouTube home. Kumbuka kwamba vile vile tunarekodi nyimbo, matangazo haya yanakukujia moja kwa moja kwa ushirikiano na Omosai Live Recording Studios pamoja na televisheni ya kimtandao ya Kisii Hot TV. Ndio inahakikisha kwamba unapata picha za kufana kutoka hapa kanisa la Nyamataro PAG linalopatikana katika barabara kuu ya Kisii Kisumu. Ukifika karibu na shule ya wasichana Nyabururu ya kitaifa, songa juu kidogo upande wako wa kulia utakutana na kanisa la Nyamataro PAG Kenya. Hapo ndipo tunamwabudu Mwenyezi Mungu kutoka kila Jumapili. Natafuta ujumbe huu ambao ulikuwa umeandikwa hapa ili tusiwaje shabiki yote nje, kisha baadaye nipeane nafasi kwa program zingine.
Robin Oiti Nyama watching from Imara Daima Nairobi, asante. Naomi Nyanduko na watazama kutoka Kajiado, praise God, asante. Nancy Kerubo na watazama kutoka Dubai, Mungu azidi kubariki, asante. Omi Collins watching from Meru, praise the Lord, asante. Nahum Motari watching you live from Bahrain, asante, Mungu azidi kubariki sana. CD wa Matieko PAG anasema na watazama moja kwa moja na Mungu azidi kuwabariki. Nikubalie tu kwa sababu ya wakati, wapenzi wasikilizaji pamoja na watazamaji, na malizie hapo hadi Jumapili ijayo. Mungu azidi kuwabariki. Ujumbe huu nimeupata, anasema CD wa Matieko Heaven Material, listening with my lovely wife Mary Mora Masese. Blessed Sunday kwa Reverend Thompson Mbuya, Mama Leonida Kerubo, Dad James Gichana, my mother-in-law Nora Onsombi na daddy-in-law David Onsombi, Senior Assistant Chief Austin Francis Doyle Marigi, shabiki sugu huyu wa kituo cha Sauti ya Rehema. Collins Manyara, Austin Nyaga Meja, Rosiondieki, Stella Momanyi, Moses Okongo, Enoch Main, all CDs Nyamatuta Center, Macheneri Paul, George Ongera na members of Matieko PAG. Mungu azidi kubariki na Jumapili njema na kutokea wiki ya yenye baraka hadi Jumapili ijayo. Mungu akubariki. Asante. Kipindi cha kuabudu na kusifu kati ni wenu. Tunapotoa sadaka zetu na kuelekea kwa Sunday school, tafadhali kwa muda wa dakika 2 tafadhali.